lakini dawa yake ni hapa. Dawa yake ni wewe ndani ya Yesu. Dawa yake ni wewe leo unatengenezwa. Unatengenezwa mtu ambaye amekosa matumaini kwa elimu ya dunia apate tumaini kwako. Haleluya. Lakini nawe hautaona kama msomi, hautaona kama mtaalamu, utaona kama mwana wa ufalme. Wakati wanaona kipapa, unaona pepo Mungu na kisiwi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambao wanaona kansa, unaona pepo. Niletea mwanamke mmoja ana kansa, imefika stage 4. Alafu alikuwa na shida kubwa. Na maana ukija kanisani kabla hujaomba kuna mambo tu, kuna jambo moja linafanya mtu asipone. Moja ni si mengi. Si hali ya ugonjwa, si stage ya ugonjwa. Hiyo isiyo uone. Sio kwa sababu una pesa, hiyo isiyo uone. Sio kwamba umesoma, hiyo isiyo uone. Lakini kuna kitu kimoja kinaitwa dhambi. Na hicho huwa napeleleza sana. Ukija kwa ofisi ni mgonjwa lazima tuongee. Haleluya. So tunaongea na mzee kwa mama, maana mama ni mgonjwa. Tunaongea na mzee. Naambia mama amekuwa mgonjwa, huu ni karibu mwaka, tumeenda hospitali, amekuwa discharge ya karibu pale. Ananuka kuoza. Kauliza mzee, nataka tuongee na mama. Huyu shetani unaita cancer stage 4. Mimi najua Yesu stage zote mpaka mbinguni. Haleluya. Na kila stage Yesu utenda mema. Hakuna stage moja kuna ubaya. Stage za Yesu zote. Namwambia yule mama tutamuweka kwa stage ya aina ya Yesu na hakutakuwa kansa, kutakuwa uzuri tu. Haleluya. Ndio nikamuuliza swali. Huyu mama kuna jambo inafanya tukiomba inaweza kuwa usituweze asipone. Kaniambia basi unajua sasa uko mgonjwa muda mrefu. Na tumekubaliana nitafute bibi mwingine ala anisaidia. Nikamuuliza leo ungekuwa akiwa una kansa, ungekubali bibi yako niwe namsaidia? Nikaona amebadilisha uso. Tuanjange na mambo mengine kama si mazuri. Hiyo ni kuweka mwenzako stress na mgonjwa. Ganga. Unaona kitu moja hapa. Ameoa sasa ni mwanaume, yani ni mume. Ametoka kwa kijana amekuwa mume. Ametoka kwa wanaume sasa ni mume. Na hivi karibuni atatoka kuwa mume awe baba. Na siku nyingine ataenda mpaka awe babu. Haleluya. Sasa sikiza vizuri. Wakati kijana kama huyu amepata mke, watu kuna mashauri si kweli yanaongewa, maana hauna garanti. Mungu na akupe neema. Unaweza hoa na kisiwe nani. Acha niulize. Kuna wakati wa wadada ukafanya harusi leo, wakati wa wadada ukaanza harusi kienda kuisha, kunani Mungu? Nasema mtakaa hapo kama Yesu na Maria mpaka Yesu azaliwe, si ndio? Si ndio? So kuwa mtu mkomavu hapa, do things according to what is on the table, na iwe ni haki. Usidanganywe na watu wakwambie inakoyanga haiwangi. Never happens hivyo wanasema. No. Experience azibanani. So nina mwanamke wa kunisaidia ili maana huyu mama amekuwa mgonjwa wakati mwingi, nikamwambia hapa wapiga maji na kii. As long as wewe mzee unafanya hivyo, basi sisi tunakwama. Sasa kubali. Waachane na huyo wa kukusaidia. Tuombe toba kwanza sisi mimi na wewe, alafu tuombe Mungu. Ndio si wa kwanza nilikuwa namshika. Mkewe anazaa akapooza. Akaja akaniambia pastor,
wazee wetu wanakuja, ndugu zangu na wazee wanakuja, wajomba wamenitatisha, wakaniambia maana mke wako amepooza, na amepooza, amejifungua mapacha. Na nafikiria mapacha walikuwa ndio watoto wa 9 na 10. So akaambiwa endo tafute mwanamke mwingine akusaidie kwa maana huyu amepooza. Akaniuliza hiyo mashauri unayonaje? Nikamuuliza wewe kwani unayonaje au mashauri? Hebu niambie kwanza wewe unaonaje? Kaniambia mimi nimeona kama si mabaya, lakini kamuuliza na wewe ukawa umepooza unaweza kubali nije kusaidia? Si umepooza wewe? Hapana pastor. Kamwambia ndugu, si umeokoka, achana na hiyo madhara. Achana, bibi yako atapona. Bibi yako atakuwa mzima, atatembea tena. Sasa hiyo ndio mama alikuwa na anatembea. So ilibidi tutubu na yule ndugu, na tukaomba. Tulipoanza kuomba Kansas State 4, alikutoka Kansas State 4, ilitoka usaa kwa mkono wake ukajaa bucket ikajaa hivi. Nikaangalia yule mama, nikaona sura yake imebadilika. Nikamwambia mzee, huyu mama amepona, endeni kwa jina la Yesu. Siku nyingine nikaenda, wanatoka mtu anaitwa hivi. Mimi niko hivi natembea, naona mtu ananigusa hata kitambi hivi. Hebu pastor umenisahau, wewe ni nani? Si ni yule ndugu ndio bibi yake anakaa sana mimi ndio huyu. Wamekaa vizuri, pigia Yesu makofi. Lakini tungeombea kansa, tukiita kansa ingetutesa. Maana tunataja jina sio. Wewe unaitana Joseph, ukaitana Juma, utatoka, utasimama. Juma! 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 Hata nikiamba Juma! Unaona, shetani anatumianga hiyo jana. Wewe kivumbi ukiona hiyo kitu, pepo. Pepo, kemea pepo. Kemea, mwambie wewe ni shetani, ondoka. Toka uende mara moja kwa jina la Yesu. And I command every devil tormenting your life to leave you now. In the name of Jesus. Kwa siku hizi sina nguvu ya kuomba. What happened? Nilipokiomba. Sina nguvu ya kwenda kanisani. What happened? Kemea shetani. Wacha kusema sikuna nguvu. Umempatia jina ya kukaa kwako, maana wewe ni nguvu, unaona hauna. Nguvu yako hiyo, jamaa amekufunga. Mwambie shetani, achilia maisha yangu niende. Kwa nini? Umepewa power. Haleluya. Naenda kanisani. Hivi Mungu anifundishe ufahamu huu. Kuna wakati nilikuwa nikipewa ibada, niambiwe, Jumapili ijayo utahubiri. Mahali fulani utahubiri. Hiyo siku ikifika, usiku wake, lazima niamke, siwezi ongea, nimejaa mafua. Sasa pengine waandike ujumbe useme I'm sick, sitaweza kuminister. Nikajua nikasema. Nilikuwa nimeandikwa nikaombea watu kokosi. Mimi mwenyewe nimeshikwa na shida, siwezi kukomboa. Kwani naweza kukomboa watu? So nikaanza na nikasema leo napona kwanza, nikapona wenzangu. Na dakika sauti yangu ikarudi nomo, na nikaenda ndio nikajua shetani ni mwongo. Wakati utasikia utakwenda kanisani ukianza kuenda na kuachilia tunajaa furaha. Haleluya. Kwa nini? Umepewa power. He gave them power. Hii kanisa sijui kwa nini niongee sana about power. Maana watu wametoka mbali wakaja hapa wakakula. Kwa nini unawapa watu chakula nauli? Kanisa la Ola, kwa nini unapea watu chakula nauli? Kula hicho chakula. Na unajua sasa hamna kanisa. Kwa sababu wageni wakija hapa wanakaa wapi? Sasa lazima Obasia aanze kutabiria hii makanisa. Tubomoe hizi makanisa tujenge. Maana hatuna mji huu, hata tukimwambia Yesu, leta mji huu tutakaa wapi? Tayari tumejaa.
Na makanisa mengi yetu hapa Malindilamu yako hivi. Unaenda unakuta kila mmoja kimejaa. Nataka mwingine aje akae. Tuamke. Mungu ameleta kwetu neema. Mungu ameleta kwako neema. Na wacha kulia na kuteseka. Mwendo amka. Mwendo amka. Mwambie wenzako amka. Maana umepewa nguvu. Umepewa nguvu. Na leo nimekuja, Bwana amenituma nije nichochee hiyo nguvu. Nimekuja ikiwa hauna kupokea nguvu. Nimekuja ikiwa ulikuwa uwezi kutembea, leo utatembea. Haleluya. Kule Mbeketoni, mimi si pastor wa kanisa tu, mimi pastor wa watu wote. Kanisani ukija utakuta hata watu wa Mungu, na si wale weusi. Unajua wale weusi wanaambia wasilimishwa. Hao ndio wenyewe wanajua kuna kitu hawajawahi kuwa nacho, na wanajua kwa kanisa ya East Africa kiko. Wapendwa, tunataka kumunja hii baria, na ni leo hii baria itoke. Kuna mtu amesema kungekuwa hivyo kila siku. Hatutakuwa hivi kila siku. Tutaenda kiwango kwenda kiwango kwenda kiwango. Haleluya. Kanisa hili ikiwa tutasimama, hawa watu wakianza tu kusema haleluya, ndio kwa ile nyumba ikiwa na mapepo, mtasikia nuru huko. Mtasikia nuru huko. Mtasikia nuru huko nyuma. Mtu kiwa ameingia hapa na ungaribu, mtaona. Kwa sababu watajaa nguvu, watajaa uweza. Haleluya. Nasema pokea nguvu kwa jina la Yesu. Pokeeni nguvu katika jina la Yesu. Uimbaji wenu utakuwa wa kawaida. Mtaimba viwete wanatembea kwa jina la Yesu. Mtaimba watu waliotoroshwa wanarudi katika jina la Yesu. Mtaimba, mtasifu Mungu. Yule mjumbe wa shetani ametumwa atesemuti, maana ana haki ya kukaa hapa, ataondoka kwa jina la Yesu. Zaburi ya 121 inasema hata mguu wako usongeshwe. Wale wanaosongesha miguu ni watu walioacha nafasi zao, ni wajumbe wa kuzimu waliotumwa waje wakuondoe kwa haki zako. Lakini Bwana amenituma ili mguu wako urudi mahali pake kwa jina la Yesu. Na ndiyo maana tunainua wanaume na wanawake katika huduma hii ili wahakikishe mguu wa mteule hauwezi kuondoshwa. Yesu akasema taa haiwakishwi na ikawekwa chini ya pishi wala chini ya meza, lakini taa huwekwa kwenye kiango, nayo yawaangazia wote walio ndani ya nyumba. Arise and shine in Jesus name. Lazima power itumike ili kuinua hapo. Wale wanaong'oa taa mahali pake wanashusha chini, tuko na wao sambamba. Haleluya. Lazima wapigwe. Mchungaji huwa amebeba na bimbo, na wale wa Yesu sio bimbo tu, huwa pia wanapanga. Daudi anasema nilipotumwa nikachunge kondoo wa baba yangu, simba akija nilikuwa namshtua. Hiyo ni mamlaka. Anaruka anashika kondoo. Daudi anasema nilikuwa naruka na mshika na roho mtoto. Wale wanakuangalia leo na wanadua kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwani nafikiri tumeitwa wachungaji tuchunge nini? Life yako ikae poa. Maisha yako yakae poa. Ndoa yako ikae poa. Haleluya. Leo waachilie ama wanarudiwa. Maana power lazima hola kujae power. Lazima ukitembea utembee na power. Lazima uwe mtu mwingine. Haleluya. Waliokuzoea hawatakuzoea tena. Waliokutatiza leo neema ya Mungu itawatatiza. Waliokupiga leo neema ya Mungu itawapiga. Haleluya. Anasema akawapa mamlaka
akawapa na nguvu, watoe pepo wachafu, waponye wagonjwa na udhaifu wa kila namna. What is your weakness? Lazima iwe. Unajua Biblia inaongea kitu lazima utafakari sana. Unasema kitu kidhaifu kitaingia katika ufalme wa Mungu. Kitu kidhaifu hakitaingia kwa ufalme wa Mungu. Na wewe mwenyewe unashinda kusema unajua mimi nina udhaifu. By the way, nani huwa anatangaza ugonjwa? Nani huwa anatangaza ugonjwa? Ugonjwa huu unajitangaza. Nani anatangaza? Sasa kwa nini utangaza? Si uongoe badala ya kutangaza. Unajua mimi niko na arthritis. Unajua hii pressure yangu imepanda. Hata ulichukua title hii yako. Leo kwa damu ya Yesu nimefuta kila title hii umemiliki ya giza kwa jina la Yesu. Kila neno umelinena ungamiliki kwa ulimi wako nimekansel kwa jina la Yesu. Maana imeandikwa adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwake mimi mbeba nimepona. Wale wachungaji wako kwa hili kanisa, sasa Mungu anawapa authority ili watu wa Mungu wakae kwa amani. Haleluya. Wa intercessor walio ndani ya kanisa, nimesikia pastor wa intercessory, Mungu amekupa authority ya kunena mambo ya watu kwa Mungu, ya kwamba kila taabu ya mtu ni story yako kwa Mungu. Kila taabu ya mtu, kila vitu, kila crisis ndio story unaambia Mungu. Hautakosa cha kumwambia. Maana watu watakuja na story za kumwambia Mungu. Nawe umepewa hiyo kazi, utamwambia Mungu. Na Biblia inasema sio watu tu watakwambia, hata Roho Mtakatifu atakusaidia. Haleluya. Roho wa Mungu aje juu yako katika jina la Yesu. Nasema Roho wa Mungu aje juu yako katika jina la Yesu. Roho wa Mungu akusaidie. Haleluya. Maana yeye hutusaidia katika udhaifu wetu. Na ndio maana Mungu atakuinua. Na ndio maana leo utapakwa mafuta. Na ndio maana umeketi hapa. Wewe sio vile ulivyofikiria, sivyo ulivyo. Wewe ni kiumbe kipya. Wewe ni mtu mwingine. Kwa sababu gani? Maana ufalme is about power. Wakorintho wa kwanza 4:20. Huo uvimbe upotee kwa jina la Yesu. Nasema kila uvimbe na upotee. Shetani anayejiita uvimbe apotee kwa jina la Yesu. Kila shetani anajiita maumivu na uchungu, tangu utosi hadi kichwa apotee, hadi nyanza miguu apotee kwa jina la Yesu. Nasema kila maumivu, kila dislocation zote zipotee kwa jina la Yesu. Tusome. Nasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 20. Maana ufalme wa Mungu hauwi katika neno, bali katika nguvu. Tumeambiwa tukisikia neno, ndio tumefundishwa ibada ya kwanza, tuifanye practical. So wewe leo lazima ukitoka hapa uanze kufanya mambo practically. Yaani hiyo neno umelisoma, hilo neno umelisikia, ulifanye practically. Practically. Yaani wewe mama, mtoto wako ukisikia na joto don't waste your time, ifanye hiyo neno practically. Usiulize dawa iko wapi kwanza. Na sisasema usipe dawa, mimi sijasema hivyo, lakini nasema kwanza usiite muda kwanza, usichukue gari kwanza. Kile cha kufanya, ita jina la Bwana kwanza. Haleluya. Anza na jina la Bwana. Anza na nini? Hakuna kitu. Ikiwa kuna mtu anaponanga haraka ni mtoto. Hata mtoto kumshika tu kukumbatia ile shapo. Unamkumbatia ukimweka chini anaenda kucheza. Mama mmoja kule Malindi alikuwa shida yake ni kama yangu mama. Mtoto ni mgonjwa hiki, mtoto kile akaenda kanisani kwa sababu ya shida ya mtoto. Alikwenda kanisani, kaenda kwa sababu mtoto anasumbuka sana, akaenda akaombewa, alafu akafundishwa. Akaambiwa ukiona mtoto ana shida ombea.
So wakakaa kama miezi 8, mtoto ana ugonjwa. Siku moja mtoto akashikika tu. Mama akasema, wewe shetani, uliacha, umetoka wapi? Mtoke mtoto wangu haraka kwa jina la Yesu. Pepo akasema ndani ya mtoto, nataka dawa. Kumbe kuna mapepo yanakula dawa. Unajua magonjwa mengi na hasa yale hayasikii daktari. Unajua ni nini? Roho. Hizi vitu roho hazina mwili. Na zikija duniani zinataka zijionyeshe. Sasa zikija, roho chafu ikija, ikiingia kwako itajionyesha vile ilivyo. Ikiwa ulimwengu wa roho maana si ya Mungu, inakaanga hivyo tu mkono. Sasa inajionyesha kwako. Inataka kitapika. Inataka kitapika. Ikiwa ni ya kisuzi tu ni wewe unaanguka kila mahali. Ikiwa ni ya kuchanganyikiwa, unaona mtu ukiulizwa uliona fulani, wapi? Ziko hivyo. They manifest themselves through bodies. So akija roho mchafu atajidhihirisha kwa namna yake. Akija roho wa Mungu juu yake atajidhihirisha kwa hiyo namna. Hallelujah. So that manifestation lazima ikuambie ni nini. Na lazima uchukue hatua. Na lazima uchukue nafasi ya kung'oa hiyo roho. Elewa Yesu na usome maandiko ya kwamba kila mahali Yesu alienda alipambana na mapepo na kuponya wanadamu. Kwani unasoma Biblia gani wewe? Wacha tumalizie hapa ili tuone. Kitabu cha Mathayo. Nataka tuende kwa mkutano mmoja wa Yesu. Mathayo 4 mstari wa 24 inakueleza. Soma Mathayo uchukue hadi 20. Habari zake zikaenea katika shamba yote. Wakamletea wote waliokuwa hawizi, walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso, wenye pepo, wenye kifafa, wenye kupooza, akawaponya. 25. Na makutano mengi wakamfuata kutoka Galilaya na Dekapoli na Yerusalemu na Uyahudi na ng'ambo ya Yordani. Angalia mkutano wa Yesu. Yesu habari zake zilienea. Kwanza alienda tu nyumbani kwa mkeo Petro, akamkuta ni mgonjwa homa. Akamguza na mikono. Ikatoka. Just imagine that power. You don't have any word. Juzi nimetoa ushuhuda vile nililetewa kijana mjaduu. Akalete kanisani usiku kama saa 1 hivi. Mimi natoka ushirika niko na capacity. Natoka ushirika mbali. Napigiwa simu. Pastor uko wapi? Nasema natoka ushirika. Njoo kuna mtu anakufa hapa kanisani. Nikamwambia kanisani kukufa mtu. Mimi nimekaa nasikia kibidi inakuwa kwa hizo nasikia ndio nashinda. Niambia pastor, piana hii basi niko kwenda kanisani. Nakuta walevi nani wamejaa huko. Maana kijana yao haongei asirai. Sikuomba. Nilienda nikamwambia mahali ameweka, nikaongelea mkono nikanyamaza. 2 minutes alianza kuongea mimi. Naongea kijana mimi sikujua. So akanitafsiria. Nikamwambia hata mimi sitamuuliza kila mtu na kazi yake. Yangu niliambiwa awekelee mikono atapona. Kamwekelea mikono akaongea kijana kingine. Akasema nataka maji. Kaambia huko hakuna maji. Akasema pasta anakalia maji sana pasta. Nikamwambia nimemleta kwangu jamani, nimesema huko hakuna maji. Kaendelea kuendelea mikono akaongea Kiswahili kama ndio kaongea mpaka mwisho utamalizia Yesu ni Bwana. Haleluya. Na kaendelea. Kijana wenyewe akaamuka akasimama. Akiamuka nimeshika tu, mimi siongei, nimeshika tu. Mpaka akasimama akafanya burudani. Nikamwambia tungoni kijana wenu akapona. Akaniambia pasta wacha alale huko. Pasta wacha alale huko. Awaamini atatoka leo nzima.
maana amewatesa, amewasumbua. Nikawaambia Yesu akiponya hauwezi kuwa mgonjwa tena. Haleluya. Penda nini na kusumbua? Mkutano wa Yesu akaletewa watu wa epilepsy, wote walipona siku hiyo. Akaletewa watu wa kaifu, wote walipona siku hiyo. Akaletewa watu wa vidonda, wote walipona siku hiyo. Akaletewa wale wamepooza, wote walitembea siku hiyo. Akaletewa nguvu, wakaongea wote siku hiyo. Hiyo ni mkutano wa Yesu. Mimi nikaenda na udhaifu wako, nikapona siku hiyo. Yesu ni yule jana, leo na hata milele. Yesu ametumana. Biblia imesema aliwatuma wale binashara. Biblia inasema mahali hawa mitume walienda, hata Petro alifanya vitu Yesu hakufanya. Petro alikuwa akitembea kivuli yake. Inakuza tu mtu anapona, wazima anakuwa mzima. Kiwete. Haleluya. Situpate mwanaume na mwanamke hapa Paula ambaye kivuli yake inatusaidia. Hey! Hao ndio wanaume tunataka. Na kanisa lazima nikubali kwenda kiwango hadi kiwango. Kuna mtu amesema wazee wa development wafikirie itakuwaje. Nami nitasema wale waombezi waende mbinguni watuletee ramani. Haleluya. Maana mimi nilio nayo haitawahi enda bila intercessor, haitawahi enda bila maombi. Hata uimbe bila maombi utakuwa ni wimbo mtamu. Hata uhubiri bila maombi itakuwa na maneno mazuri yataacha mtu akiumwa. Hata ufanye nini, hata miji kama hii kulio na hakuna upako wa Roho Mtakatifu, itakuwa ni picha zingine tu nzuri. Haleluya. Lakini picha hizi mtu yule ataziona atapona kwa jina la Yesu. Hata zikionyeshwa mwaka ujao, mtu atapona kwa jina la Yesu. Hata siku ile zitakuwepo na zitakuwepo, mtu atapona kwa jina la Yesu. Inaitwa power. Mtu mmoja anaitwa Elisha alikufa, akazikwa. Na makaburi ya siku hizo yalikuwa ni ya kutamama, akaoza, kabaki mfumo. Siku nyingine, nafikiri kule kwa kulikuwa kama mtoto kule la. Sasa wanaenda kushika mikora ikatokea, shatoto ikatokea. Sasa unajua mshuhudiki Mungu mnatusha. Walienda wakafungua kaburi ya Elisha wakavuja ndani. Sasa wanakimbia wakiogopa mikora, wakiangalia nyuma wanaona kama watu nyuma na wamezika. Hiyo sio ndio maana mnafikiria ni msimu wake. Yaani mifupa ya watu wa Mungu inakufua watu. Wewe uko hai utatenda makuu kwa jina la Yesu. Nasema utatenda makuu kwa jina la Yesu. Wakorintho wa kwanza fungu la 2 mstari wa 4. Nikimaliza hapo tutaanza kuomba. Sijui tutaanza kuomba, tutaanza kuombea au viongozi. Na tutaombea kwa mpangilio. Kwa hivyo tutaombea kutoka madhabahu, hatutaanza na madhabahu. Tutaanza wale wanawake huko madhabahu ili tuje kwa nafikiri praise and worship tutamalizia na wahubiri. Wahubiri ndio watakuwa mwisho. Kwa hivyo tutaanza sijui wataonekwaje. Kuna viongozi wa vijana watakuja. Kuna viongozi wa development watakuja. Praise and worship ikija ndio wachungaji watakuja. Waombezi tutawaweka hapo mbele ya praise and worship. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tutakuwa kutoka kwa waombezi, praise and worship, wachungaji hao wengine watakuwa hapo mbele. Bwana Yesu asifiwe. Naamini pastor uko na anointing mwezi hapa. Hakuna. Si mtu atuchukulia tu. Tuchukulia. Na akichukua si tutaombea mtu mmoja. Sio tusomee hapo. Wakorintho wa kwanza 2:4. Na neno langu na kuhubiri kwako. Hakukuwa kwa maneno ya hekima. Yenye kushawishi maneno akili za watu. Mbali kwa dalili za roho na za nguvu. With signs and wonders and power. Bwana Yesu asifiwe. That is you. And that will happen from today. That will happen from today. Na usifanye msaa. Pastor mmoja alienda kufanya msaa. Badala alienda kwa nyumba mahali mke wangu
dadake mke wangu ameolewa, akaanza kucheza na mtoto, akachukua kapimbo, akaanza kusema nakuvunja, anacheza na mtoto, nakuvunja, mtoto akaanguka. Maana hiyo kitabu agoni, lakini the spirit inapiga. So usiwe mtu akuongea kiolela. Sometimes utakiona tuko hizi atumo. Maneno si mengi sana sometimes. Hata dawa ile ndani kimshauri na watu vizuri. Haleluya. Tunaambiwa weka mbali na watoto. Haleluya. Na tumeambiwa kwa mambo mabaya tuwe watoto na mambo mazuri tuwe machua. Haleluya. Sasa lazima tuwe machua. Bunduki hazipewi watoto, zinapewa watu machua. Bunduki hazipewi makurutu, zinapewa watu trained. And that is why you have been trained. Lazima usiende ukilaani watu. Siku moja nilichukulia mchezo. Sasa mimi huomba saa 11. Lazima niamke saa 11 niwe kanisani. Kuwe nani ama kuwe nani. Si leo, tangu ujana wangu. Hata ukinipeleka wapi, lazima nitakuwa na maombi ya asubuhi na mchana na jioni. So siku moja nikaona mtu, namjua, nikamuona kwa maono. Saa yangu ya kwenda maombi imekaribia, lakini nikaona barabarani mahali napitia akisema, najua wewe uko unapitia hapa, unaenda kuomba, unanisumbua. Sasa leo nitakukamata. Na mimi nilipotoka kwa hiyo nikasema, na wewe nitakukanyanga kama matope ya njia kuu. Nikaenda nikavinusi kunaenda kazi. Katika hapo nikasema, wewe najua uko hapa fulani, na leo nakukanyanga kama matope ya njia kuu, na nikaenda. Baada ya siku 3 nikahisi nikaomba kitu kwa jirani. Sasa huyo jirani kaenda nikabisha, karibu. Nilipoingia nikuta amelala kwa sababu ameisha. Akaniambia usisituke kwa familia. Nikamwambia nilikuwa nakuja kuomba kiti, na akaniambia siwezi hapo, unaona vile nilivyo. Ngoja watoto wakija njoo watakuchukulia. By the end of that month the person was dead. Don't kill people. Usiwe watu. Ikiwa watakufa wacha Mungu afanye mwenyewe. Maana ukitumia hii upako mbaya si vizuri. Usikasirike useme wewe utanijua. Sio. Hii ni power. Haleluya. Hii ni power. Vijana nilikuwa natoa shuhuda, nangojea mafuta. Nilitoka maombi, nikazingia na wachawi wa kijiji chetu. Nikaota wanataka kunikata na jembe na wako wengi. So ile jembe nikachukua, lakini nilipochukua ile jembe nikaamka. Nikiamka wako kwa dirisha ndio wanasema mbona umeruhusu achukue jembe? Mimi niko ndani, wao wako nje. Natural, I make sense. Sasa natural sina jembe, lakini wako kwa dirisha. Wengine wako mahali kwa nyumba nje na waona kurukia kwa dirisha yao. Wanaongea, wanaangalia taa, wananiona kwa taa. Wanawambia ana upanga atawapata tupeni. So mwisho kile nilifanya nisema hivi, Mungu watu kuanzia sasa mpaka kesho saa 1 waokoke. Wakikataa kuokoka waame, wakikataa kuama waame. Unajua ujinga wa utoto sasa. Hata badala tu kuweka kikwazo cha waokoke, ikifika saa 6 mtu kwa nyumba yake si ya kukodi walikuwa naanza. Alibaki mama mmoja. Tukifika saa 12:30 niliitwa nimuombee toba akifa. This is power. Sema power. Sema power. Sema power. May the Lord teach you to use his power. Hallelujah. Zaburi ya 144 mstari wa 1.
Zaburi 140. Na ahimidiwe Bwana mwamba wangu. Mwamba, hiyo ni ishara ya power. Mwamba wangu, amefundisha mikono yangu vita, vidole vyangu kupigana. Another person, mtu anayejua kupiga dereka, mtu anajua kufungua vifungo kabisa, mtu ambaye ana maneno ya kuwapumzisha waliochoka, mtu ambaye neno lako ukitamka litakuwa hivyo. Haleluya! Bwana akufundishe jinsi ya kusimama kwenye zamu zako. Bwana akufundishe jinsi ya kuingia na kufanya mambo ndani ya ola hii. Haleluya! Nasema kila kifungo kilichokufunga kikatike katika jina la Yesu. Nasema kila roho inayopigana na maombi yako ikatike kwa jina la Yesu. Nasema kila roho inayopigana na kusoma neno kwako ikatike kwa jina la Yesu. Nasema kila roho ya kuwekea vikwazo na vizuizi usiende sawasawa na mpango wa Roho Mtakatifu, hiyo roho ikutike katika jina la Yesu. Natangaza uhuru wako kwa jina la Yesu. Uwezwe na utiwe nguvu katika jina la Yesu. Ukingojea mafuta, siwaje tuombee watu wawili. Yaani unasikia mwili wako, waje kwanza na wale wanakuwa na mwili. Una maumivu mengi, hata sasa unasikia tu. Sije tuone kama wewe una maumivu ya ndani. Hakuna mtu ana maumivu. Usiongeleshe mwenzako kwani mwili wake ni wako. Unless uwe nabii. Hata mtu anajua kwa. Ngoja tufanye demonstration about power. Sema power. Sema power. Sema power. Tulete microphone watuambie.